Moja eneo ambalo linaweza likakupotezea muda sana ni eneo la vikao. Inawezekana ni vikao vya ofisini, biashara pamoja na wafanyakazi wako, kwenye management, au hata wakati mwingine vikao vya kifamilia, au hata vile vikao ambavyo tunaita vya kimasomo, kwa maana ya kwamba discussions ambazo zinaendelea shuleni au vioni pale ambapo mtu anakuwa amesoma. Watu wengi sana wanapoteza muda mwingi sana katika vikao, na ni muhimu sana kujua kabla hujahudhuria kikao chochote, kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uzingatie. Vitu 6 ambavyo vitafanya kikao unachoenda kiwe na manufaa kwako na kwa wengine ambao wanahusika katika kikao hicho. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba lazima upate taarifa ya kikao mapema. Kama wewe ndio unatoa taarifa, wape watu taarifa mapema. Lakini kama wewe ndio unapokea taarifa, jitahidi kila wakati kuomba na kukumbusha kwamba uwe unapata taarifa mapema. Na hii ni muhimu sana. Kama wewe ndio unaandaa kikao, tunasema jaribu kutafuta relevant people. Mara nyingi tunapokuwa kwenye kikao tunataka kila mtu aje. Tunafikiri wingi wa watu kwenye kikao ndio ufanisi wa kikao, lakini the opposite is true, kwamba watu wanapokuwa wachache kwa kazi maalum ndio ambayo inaleta matukio makubwa. Kwa kila wakati jaribu kujiuliza kwamba hivi, kwa mujibu wa ajenda za kikao nilizonazo, ni watu gani ambao wanahitajika, ili ualike watu maalum kama wewe ndio ambao unaalika. Lakini jambo la pili ni kwamba tunasema kama unaandaa kikao, send agenda early. Tuma agenda zako mapema. Kama wewe unahudhuria kikao, basi hakikisha unaulizia agenda mapema. Kwa nini ni muhimu kutuma agenda au kuulizia agenda kuzipata mapema? Ili ufanye maandalizi. Ni hatari sana kuhudhuria kwenye kikao ambacho hujafanya maandalizi. Kwa ulizia agenda za siku hiyo ni zipi. Ukishazipata zile agenda, jaribu kujifunza, jaribu kutafuta baadhi ya taarifa. Ili uwe na mchango katika kikao chochote, mchango unaoeleweka, lazima uwe umepitia zile agenda. Kuna document pengine za kusoma, kuna vitu ambavyo vilizungumzwa kule nyuma, kuna taarifa utatakiwa uzitafute, ili unapokwenda kwenye kikao utoe useful contribution. Unatoa mchango ambao wenye thamani. Watu wengi sana nimekutana nao, wengi ambao unakuta wanaenda kwenye kikao hawajui hata agenda ni nini, hajajiandaa kwa chochote. Yani yeye anaenda kwenye kikao kama vile kuhudhuria bure. Kumbuka, umuhimu wa wewe kuwepo kwenye kikao sio mwili wako kuwepo pale. Umuhimu wa wewe kuwepo kwenye kikao ni akili yako kuwepo kwenye kikao na kuleta mchango unaotarajiwa. Jambo la 3 ni kwamba start on time and end on time. Jaribu kila wakati kuanza kwa wakati kikao chako na kumaliza pia kwa wakati. Ni muhimu sana jambo hili kulizingatia. Kuna watu wengi sana unakuta kikao kimekubalika kianza saa 2. Sasa wachache wamefika, alafu wengine wamechelewa. Kwa hiyo unakuta wanaadhibiwa waliowahi kwa sababu ya kuwasubiri waliochelewa. Kwa hiyo ni vizuri kuweka sera maalum kwamba bwana, kikao chetu maximum kitasubiri dakika 5. Na hiyo maana yake inatakiwa ni sera ambayo inajulikana pia, lakini ni muhimu sana kila wakati kuanza kikao on time. Unapofanya hivyo, next time mtu ataona amechelewa. Unajua kwa nini watu wengi wameendelea kuchelewa kwenye vikao? Ni kwa sababu anajua kabisa bado nusu saa hii kikao kijaanza, dakika hizi 20 bado kikao kijaanza. Kwa hiyo ni vizuri sana kila wakati kujua kwamba huyu bwana kikao chake waga kinaanza on time, hata kama ni watu wachache. Mimi kuna wakati fulani nilikuwa nafanya training kila tarehe fulani, na ikawa inatokea watu walikuwa wanalipa, na ikatokea kwamba tulikuwa tunaanza saa 8 nakumbuka. Ikawa inatokea kila wakati watu wanachelewa, unakuta mko saa 8 dakika 20, saa 8 na nusu. Nikasema hii hatuwezi kusubiri watu namna hii. Na walikuwa wanakuja watu wengi 60 mpaka 100 hapo. Kwa hiyo nilichoamua kufanya, ikifika saa 8 kamili, hata kama kuna mtu mmoja, hata kama kuna watu wawili, wanakaa naanza kuwafundisha. Kwa hiyo wengine walipokuja siku hiyo wakakuta wamechelewa nusu dakika 20 nusu saa, lakini imeshamaliza module karibu moja tayari imeisha. Kwa hiyo kilichotokea nini? Iliyopita wakawa wanaanza kuwahi. Kwa hiyo wakati mwingine yule anaendesha kikao, nyie mnaofanya vikao ndio mnachelewesha vikao kwanza, kwa sababu mnatengeneza attitude kwamba hata tukichelewa tutakuta bado hawajaanza. Lakini kingine cha 4 ambacho tunatakiwa kuangalie ili kuwa na kikao chenye ufanisi sana ni kuweka time kwa ajili ya kila agenda. Kutenga muda. Unakuwa na agenda zako kwamba hii ni agenda kwanza, itakuwa ufunguzi, itakuwa kusoma minutes ya kikao kilichopita, itakuwa ni kuzungumza kuhusu jambo fulani. Sasa kila agenda iwe na dakika zake. Itachukua dakika ngapi? Itachukua dakika. Najitahidi kumonitor, kuangalia kwamba zile agenda zimezingatiwa. Ni vizuri kwenye kikao, hata kama sio kiongozi au mwenyekiti, jaribu kutoa mawazo pia kwamba mwenyekiti, nafikiri bwana, kwenye kikao hichi tuwe na timekeeper pia ambaye atatuongoza katika muda wa kila agenda. Au tafadhali naomba basi kwenye kila agenda, ukuta agenda zimeandikwa ziwekewe muda. Kila agenda tuiwekee muda wake. Na hiyo itasaidia sana kuwa na ufanisi na watu kufocus kwenye kile kikao. Cha 5 ambacho tunatakiwa kuzingatia ni kwamba namna gani unaweza kumanage distractors, watu ambao kila wakati wanakutoa nje ya agenda.
Nimezungumza kwamba hata unapokuwa kwenye discussion shuleni, kwa mfano unakuta mnajadili jambo fulani, unakuta mtu amekuja mambo ya Simba na Yanga, mara amekuja mambo sio ya mwanamuziki gani, mambo yamekuja sio anasimulia kitu gani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana kuona namna gani unaweza kumanage distractors. Kuna wale ambao wanatoa nje topic kabisa, na discuss kitu fulani, anaongea kitu tofauti kabisa na ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Kuna mwingine tu anaita utani ambao sio mahali pake, kuna mwingine tu anawatoa nje agenda. Kwa hiyo unawezaje kuwadhibiti watu wa namna hii? Mara nyingi watu ambao wanataka kuongea kila wakati, wanataka kuongea kila kitu, wanataka kuchangia kila pointi. Unafanyaje kuwabana watu wa namna hiyo ili wape nafasi pia watu wengine? Na wengine unakuta hata pointi kama imesema anataka kuirudia kwa maneno mengine. Kwa hiyo unawezaje watu wa namna hiyo kwa manage? Ni muhimu sana kwenye vikao vyako. Lakini cha mwisho cha muhimu sana, tunasema kila kikao lazima end with action plan. Kila kikao lazima kimalizike kwa kuweka mpango wa utekelezaji. Mara nyingi unakuta tunamaliza kikao afu kimeisha tu. Hapana, lazima tujue kitu fulani tulisema atafanya nani, kitu fulani tulisema atafanya mtu fulani, na ijulikane. Na baada ya kikao, yule ambaye ni kama katibu wa kikao atume minutes za kikao zinazoonyesha nani anatakiwa kufanya nini wakati gani. Kwa hiyo ni muhimu sana ili kumaliza kikao kila mtu akiwa anajua majukumu yake. Sijajua kama umeshawahi kuhudhuria kikao na ukaona kama umepoteza muda na ulipata changamoto kubwa sana. Ningefurahi sana uniambie hapo chini kwamba wewe unafikiri changamoto kubwa katika hizi nilizoelezea ni changamoto ipi ambayo imekuwa kubwa sana katika vikao ambavyo umehudhuria. Unaweza ukatafuta kitabu changu pia kinaitwa namna ya kuongeza ufanisi kazini, kinazungumza mambo yote haya, ufanyaje kwa kina kuhusiana na swala zima la vikao. See you at the top.